We, nimekaa tu chini nikakumbuka story fulani. Kukosa pesa ni kitu mbaya sana. Nikiwa class 5, hiyo miaka yenye imepita hiyo nilikuwa around 11 years hivi. Tulikuwa tunaelekea kufanya mtihani. Tukawa tunafukuziwa 50 bob. Kila mtoto 50 bob ya mtihani. Ilikuwa ni mimi na brother yangu tuko the same class. So ikafika tukawa tunafukuzwa tu tunarudi. Wazazi hawana pesa. Ni hiyo ile msimu yenye hakuna pesa na hakuna hata mahindi ya wakukula nyumbani, vitu kama hizo. So tukawa tunaenda tunarudishwa, tunaenda tunarudishwa. Ikafika siku ya mtihani. Brother yangu naye alikuwa mjanja akahepa kwa sababu aliona ni kumoto. Mimi naye msichana mpole nikabaki nyuma nikifikiria hata nitahurumiwa. Nipewe hiyo ka exam because mimi nilikuwa napenda kufanya hiyo mtihani nijue nitakuwa position ngapi kwa class. My friend, niliingizwa kwa ofisi, nilitandikwa na mwalimu mwenye alikuwa anashughulikia hiyo mambo ya mtihani. Mimi ndio nawarudisha nyuma, nilitandikwa viboko mingi tu. Watu wakapewa exams, mimi nikakalishwa nje chini ya mti fulani hapo nikae niongoje watu wakimaliza exams, mimi nikae tu chini ya mti hivyo. So ile wakati ikifika saa break ndio nilikuwa nafurahia sababu break time watu wako tunacheza. Ikifika saa ya kurudi kwa class tena mimi niko hapo chini ya mti. So around masaa 8 hivi watu si wanamaliza mtihani. Nikaitwa tena kwa ofisi. Mimi hata sikuwa najua naitiwa nini. Nilikuwa nafikiria labda tena naenda kupigwa huko. Kufika huko kumbe kulikuwa na kesi. Kuna sahani ya walimu ilipatikana kwa kitchen ya walimu ati mtu amekunia kwa sahani. My friend, niliingizwa kwa hiyo ofisi. Ni mimi nilikuwa nje, ni mimi lazima nijue ni nani amekunia kwa hiyo sahani. Nisipojua ni mimi ndio nimekunia kwa hiyo sahani. Nilipigwa kwa hiyo ofisi. Mimi nilishakataa sijui na nikakataa sijui. Nilipigwa kwa hiyo ofisi. Viboko mingi, hata alama bado iko kwa mwili mpaka saa hii. Nilipigwa kwa hiyo ofisi. Kwenda kuelezea nyumbani naulizwa kwa nini wewe huko hepa? Wewe unakuanga tu umependa kusileki ndio maana vitu kama hizo zinakupata. My friend, hiyo siku lala. Nilisikia uchungu kwa mwili kwa unapigwa, unaslapiwa, lazima useme ni nani amekunia kwa sahani ya walimu. At that time, hata mimi sikuwa nimewahi fikiria kufanya vitu kama hizo. Kukosa pesa ni kitu mbaya. Ile yenye tumepitia sisi kama watoto wadogo kwa sababu ya wazazi kukosa pesa, imekuwa ni kitu mbaya sana. Nilipigwa na sikutetewa hata na wazazi. Hata hawakushughulika kwenda kufuatilia. Ati nimekunia kwa sahani nini. Hiyo kitu sijawahi sahau. Nilipigwa. Alafu, after nimepigwa, nikaambiwa tena kesho. Nisiposema mwenye amekunia kwa sahani nitapigwa. The following day, nilijifanya niko mgonjwa nyumbani. Sikuenda shule. Nilijifanya niko very sick. Sikuenda shule cause niende shule nipigwe tena sababu ati watu walikunia kwa sahani. Nilipigwa. Sitawahi sahau. Si mgongo, unaenda kujikuna mgongo hivi anakuwekelea ya haga. Ukienda kukuna haga hivi amekuwekelea kwa miguu, mara kofi kwa kichwa. Nilipitia hiyo siku. Nikasema like I was 11 years but up to date. Sionangi haja ya kuharakisha kuzaa kama mimi kama mwanamke sina mali naweza pata hiyo 50 bob ya mtihani ama nini. Never.